Ofisi ya Papa au Papa. Papa ni mmoja wa viongozi duniani mwenye ushawishi na nguvu kubwa sana. Papa anaweza kuwa mtu yote ambaye ni Roman Catholic, aliyebatizwa, mwenye maadili na imani ambayo inaendana na mafundisho ya Kiroma. Papa anachaguliwa na kitu kinaitwa the conclave. Conclave ni mjumuisho au ni muunganiko wa makardinali ambao wanakutana Vatican kwenye Sistine Chapel kupiga kura ambayo ina usiri mkubwa kumchagua papa atakayefuata mara baada ya kifo cha papa ama kujiuzulu kwa papa. Of course kujiuzulu mara chache sana. Hatua ya mwisho au ya pili kutoka mwisho ya mtu kuwa papa ni kupigiwa kura na makardinali. Kwa hiyo for the cardinals to vote for you lazima wawe kidogo wanakujua au wako familia na wewe, na hatua inayofuata ni mshindi ambaye atapata kura zaidi ya 2/3 ya kura zote zilizopigwa na makardinali kwenye Sistine Chapel uko Vatican, na huulizwa mshindi kama anakubali kwa papa. Akikubali basi uchagua regnal name au jina la kiutawala au la kipapa kwa sababu zake mwenyewe, na shughuli uishia hapa na kutangazwa duniani kwamba tuna papa, we have a pope. Na of course baada ya moshi mweupe kutoka kwenye chimney hujitokeza baadaye na kusalimia dunia. Ofisi ya Papa au Papa. Papa ni mmoja wa viongozi duniani mwenye ushawishi na nguvu kubwa sana. Nguvu yake ya kwanza inalala kwenye idadi ya watu ambao wanawaongoza. Wa Roman Catholic duniani wako bilioni 1.2. Nadhani nchi mbili tu zenye kufikia wingi wa watu, China na India. Kwa hiyo hata kama ingekuwa ni serikali, ingekuwa ni serikali ya tatu kwa ukubwa na watu inawaongoza. Lakini pia Papa anasimamia taasisi ambayo inamiliki huduma kubwa za afya duniani, lakini pia elimu na mashule. Na kuna taasisi kibao ambazo ziko link na Roman Catholic ambazo zinatoa misaada duniani. Kwa hiyo ni ofisi yenye nguvu na ushawishi mkubwa sana duniani. Na mfano mzuri ni moja wa viongozi ambao wamesafiri nchi nyingi za duniani, nchi 192, ni Papa Yohane Paul wa pili. So you can imagine how influential kiongozi wa namna hii anaweza kuwa duniani, na alikuwa anaongea lugha 12. So that's a very influential person na with a lot of power and authority. Pope Francis ni watofauti sana ukilinganisha na mapapa waliopita kwa sababu nyingi sana. Kwanza ni papa wa kwanza wa shirika la Wajesuiti kuwa papa, lakini pia ni papa wa kwanza wa South America kuwa papa, lakini ni papa wa kwanza kutoka nje ya bara la Ulaya. Inakadiriwa ni miaka 1300 kwa mara ya kwanza imetokea kwamba papa sio wa bara la Ulaya. Lakini sifa yake kubwa ya Pope Francis ni unyenyekevu. Hata jina alilochagua ni Francis ambalo linawanishwa na Mtakatifu Francis wa Assisi, ambao sifa yake kubwa ilikuwa ni unyenyekevu na kujali maskini. Na ndio maana one of the gestures za Pope Francis ya kwanza kabisa alikataa kukaa kwenye hekalu la kifalme la kipapa hapo Apostolic Palace ambayo iko kushoto mwa St. Peter Basilica Vatican, lakini akaamua kukaa kwenye nyumba ya wageni ya St. Martha Guest House, ambapo inapenda kutumiwa na makardinali wakiwa wamekuja kwenye conclave au kuja kuchagua papa mpya. Lakini pia alikuwa havai msalaba wa dhahabu kama mapapa wengi waliotangulia. Alikuwa anavaa a silver cross. Na mapapa wakiwa wameingia kwenye utawala huwa wanavaa pete ambayo inaitwa the Fisherman Ring. Fisherman Ring ni pete ambayo inaaminika inaashiria kwamba papa wa kwanza ambao alikuwa ni Mtakatifu Petro alikuwa ni mvuvi, na Yesu alimpa neno kwamba akavue watu badala ya samaki. So wana pete fulani wanazivaa kipindi cha utawala wao, ambapo inakuwa kama inaashiria kwamba yeye ni mvuvi wa watu. Nyingi ni za dhahabu, ila Pope Francis pia hakuvaa pete ya dhahabu, alivaa pete ya silver. Na kingine cha mwisho ni pamoja na viatu vyake vya kipapa. Papa wote wanavaa viatu vyekundu, lakini Pope Francis alikataa. Alikuwa anavaa viatu vyake vyeusi ambavyo alikuwa anavaa muda wote wa askofu. Kwa hiyo ni moja ya papa ambao wameonyesha unyenyekevu mkubwa na kujishusha
Na hiyo ndio moja ya sababu kubwa au tofauti kubwa yake na mapapa wengi waliotangulia. Für mich ist das das wichtigste Bild. Ja? Da steht ja normalerweise da oben. Hapa anachaguliwa na kitu kinaitwa the conclave. Conclave ni mjumuisho au ni muunganiko wa makardinali ambao wanakutana Vatican kwenye Sistine Chapel kupiga kura ambayo ina usiri mkubwa kumchagua papa atakayefuata mara baada ya kifo cha papa ama kujiuzulu kwa papa. Of course kujiuzulu mara chache sana. Mara mwisho mwaka 2013 ambapo Papa Benedicto wa 16 alijiuzulu kutokana na sababu za kiafya ambazo yeye ndo alisema, lakini ni takriban miaka 600 hicho kitu kilitokea kwa mara ya kwanza mwaka 2013. Makardinali wanakuja Vatican wakiunganisha sala, wanasali kwanza, lakini pia wanafanya kongamano lao. Makardinali ambao wanaruhusiwa kupiga kura ni makardinali ambao wana miaka chini ya 80 na kupiga kura mpaka wapate mtu ambaye atapata kura 2 ya 3 ya kura zote zilizopigwa, na huyo huwa ni papa mpya. Na muda huu wote kiti cha papa huwa kimekaa tupu, au kwa Latini wanasema sede vacante. Vatican ni ndogo, of course ina kilomita za mraba 0.44, lakini iko ndani ya Roma, ambao Roma ina kilomita za mraba takriban 1280, so ni kipini kwenye maji. Historia ya Vatican kuwa ndogo ina kama long way. Kipindi dola ya Kirumi imedondoka, kulikuwa hamna viongozi hasa katika mji wa Roma, lakini ofisi ya papa ilikuwepo na watu waliomtegemea papa sana katika kuwa kama mtukati kwenye mambo kama ya watu waliovamia ardhi yao, lakini pia migogoro ya kijamii iliyokuwepo. Kwa hiyo papa alibadilishiwa au majukumu yake alibadilika kutoka kwenye majukumu ya kidini kwenda kwenye majukumu ya kiongozi ama kisiasa. Na baada ya mataifa mengi ya kigeni kuwavamia Roma, mapapa wengi waliomba msaada kwa sababu hawakuwa na majeshi. Kwa hiyo waliomba msaada kwa nchi jirani, including nchi ya Frank ambao ndio the current France. Na miongoni mwa kitu ambacho walifanya ni mfalme wa France ambao wanamuita King Pepe, na aliwapa ardhi mapapa. Kwa mapapa wakawa na ardhi, wana watu. Na hii ilikaa kutoka karne ya 8 mpaka karne ya 19 ambapo Waitaliano walianza mchakato wa kuunify the whole of Italy, kwamba Italy iwe ni nchi moja, including ardhi iliyokuwa inamilikiwa na mapapa. Kwa mapapa walivamiwa, wakapigwa na majeshi ama falme ambazo zilitaka kuhakikisha kwamba Italy ni nchi moja. So what happened is mapapa walikimbilia Vatican, this only place that they were safe, kwenye kuta za Vatican, na hapo ndipo Vatican ikabaki mpaka leo. Na ilipofika mwaka 1929 serikali ya Italy na mapapa waliingia mkataba na maridhiano ya kwamba wao watatambua Vatican kama taifa huru na mapapa wataheshimu na kutambua utawala wa Kiitaliano. Mwaka 2013 Papa Benedicto 16 ambaye alikuwa ameingia mwaka 2005 baada ya msiba ama kufariki kwa Papa Yohane Paul wa pili, aliomba kujiuzulu upapa kwa sababu nyingi, lakini kubwa ikiwa ni afya. Though watu wengi walikuwa na perception nyingine kwamba kuna sababu nyingine, pengine skandal za kanisa zilizokuwa zikiendelea na kadhalika. Kama ilivyoada, ilibidi papa mwingine atafute, so the conclave was done, akapata na papa mwingine ambapo alikuwa ni Pope Francis. So Vatican kwa mara ya kwanza takriban baada ya miaka 600 ilikuwa na mapapa wawili, Pope Emeritus ambao ni Pope aliyotoka Benedicto 16, na papa ambaye alikuwa yuko madarakani sasa hivi ambao ni Pope Francis, ambaye alikuwa anahudumu kwa muda wake sasa, lakini walikuwa na Vatican but same tofauti. Pope Francis ambaye alikuwa ni papa, of course alipaswa kukaa kwenye Apostolic Palace, lakini hakukaa. Yeye alikuwa anakaa kwenye St. Martha's House ambayo ilikuwa ni guest house. Na Pope Benedicto 16 ambao alikuwa ni papa mstaafu, alikuwa anakaa kwenye Mater Ecclesia ambayo ilikuwa ni convent nyingine yenye mtani kwenye ukimya na kutoka kwenye macho ya habari na vyombo vya habari na watu pia. Of course mapapa wengi kwenye custom na tradition wao wanazikwa Vatican, na mapapa wengi zaidi ya 90 wamezikwa kwenye St. Peter Basilica. Kuna kitu kinaitwa the Vatican Grottos, ni mfumo wa chini
kama the basement system ambayo mili ya mapapa huwekwa, na hii inasaidia watu wakitaka kwenda kutembelea, kuhiji na kuona, wanapata nafasi hiyo. Lakini Papa Francis kwa utofauti mkubwa alikuwa anapenda kwenda kusali sehemu inaitwa the Basilica of St. Mary Major, ambapo alikuwa kila baada ya safari yake ya kitumishi ama kabla ya safari ya kitumishi alikuwa anafika pale na kusali. Kwa hiyo alikuwa ana mahusiano mazuri, ama alikuwa kajishikiza sana na mtakatifu Maria mama wa Mungu. Kwa hiyo hata baada ya kuanza kuugua aliomba azikwe hapo. Kwa hiyo alizikwa nje ya Vatican, alizikwa sehemu inaitwa the Basilica of St. Mary Major, ambapo na hakutaka kaburi lake lipambwe sana ama liandikwe vitu vingi zaidi ya Franciscus. Baada ya papa kufariki, kuna mtu anaitwa the Camerlengo. Camerlengo ni kama waziri mkuu wa the Holy See. Naposema the Holy See ni Vatican, lakini serikali yao inaitwa the Holy See. Huyu mtu anahusika na kuhakikisha kwamba michakato na mifumo yote ya kiserikali inaendelea hata baada ya papa kufariki. Kwa cha kwanza kabisa, baada ya kupewa taarifa ya msiba wa papa, huwa hudhibitisha msiba wa papa kwa kwenda kwenye apartment ya papa na kumuita jina lake la ubatizo. Akishamuita papa na kujidhihirisha kwamba papa hayupo hai, seal the apartment of the pope, anafunga makazi ama chumba cha papa kwa ribbon nyekundu. Baada ya hapo, kinachofuata ni kuchukua pete ya papa ambaye kwa muda huo anakuwa ni marehemu, lakini pia kuchukua the seal ya papa ili kuhakikisha kwamba au prevent ile seal ama pete kutotumiwa vibaya kwenye document ambazo papa pengine hakuidhinisha, kwa sababu of course people can use that, can duplicate that na kuitumia kufalsify ama kubushi nyaraka za dini ama za ofisi ya papa. Kwa hiyo huvunja ile pete na uhakikisha kwamba ile seal imekaribiwa pia, na hii inafanyika na kudhibitishwa na the College of Cardinals. Makardinali huwa wanadhibitisha kwamba hiki kitu kimefanywa. Kwa hiyo kama Lego anahakikisha kwamba michakato ya kiserikali na uratibu wa mambo yote baada ya papa unafanyika, lakini nguvu ya kidini inabaki kwenye kikundi cha makardinali, the College of Cardinals. Of course na wao watafanya vitu vingine vyote, lakini vile vyote ambavyo hufanywa na papa akiwa madarakani kama kuchagua maaskofu na kadhalika hawafanyi mpaka pale watakapofanya conclave ya kuchagua papa mwingine. Papa anaweza kuwa mtu yote ambaye ni Roman Catholic, aliyebatizwa, mwenye maadili na imani ambayo inaendana na mafundisho ya Kiroma. Kwa mtu yote anaweza kuwa papa mwenye sifa hizo. Lakini mara nyingi na kwa uzoefu na kwa tradition, makardinali ndio huwa wanakuwa mapapa, kwa sababu hatua ya mwisho au ya pili kutoka mwisho ya mtu kuwa papa ni kupigiwa kura na makardinali. Kwa hiyo for the cardinals to vote for you, lazima wawe kidogo wanakujua au wako familia na wewe, na hatua inayofuata ni mshindi ambaye atapata kura zaidi ya 2/3 ya kura zote zilizopigwa na makardinali kwenye Sistine Chapel uko Vatican, na huulizwa mshindi kama anakubali kwa papa. Akikubali basi uchagua regnal name au jina la kiutawala au la kipapa kwa sababu zake mwenyewe, na shughuli uishia hapa na kutangazwa duniani kwamba tuna papa, we have a pope. Na of course baada ya moshi mweupe kutoka kwenye chimney hujitokeza baadaye na kusalimia dunia. Kwa habari ya papa gani mwenye alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye kanisa lakini pia duniani, I think ni Papa John Paul wa pili, ambapo ni miongoni mwa mapapa aliokaa muda mrefu kuliko mapapa wote. Of course unajua wa kwanza ni Mtakatifu Petro, lakini muda wake hatuwezi validate kwa sababu kuna school of thoughts nyingi. Lakini pia wa pili ni Papa Pius wa 9 ambaye alikaa zaidi ya miaka 30. Of course watatu ni Papa John Paul wa pili ambaye alikaa zaidi ya miaka 26. Aliingia na umri wa miaka 58, so he was relatively young for him to serve that post kwa muda mrefu sana. Lakini alisafiri nchi 192
ni kati ya viongozi waliosafiri nchi nyingi sana kuliko viongozi wote. Ni zaidi ya 2 ya 3 ya nchi zote duniani, na alikuwa anaongea lugha nyingi. Alikuwa anaongea lugha 12 vizuri kabisa, lakini pia he was charismatic. Alikuwa ni mtu wa matani na kujangana na watu sana. Lakini moja of the biggest showbiz ambayo ilitokea kwenye maisha yake, au the headline au habari kubwa, ni kutaka kuuawa, kunusurika kuuawa mwaka 81 ambapo alipigwa risasi na kuumia vibaya, lakini baada ya muda fulani alipona kutokana na hayo majeraha. Na the connection between him and the people ilikuwa maradufu, kwa sababu watu wengi walihisi au walidhani au walitafsiri kwamba huu ni pamoja na muujiza wa neema ya Mungu juu ya Papa Yohane Paul wa pili. So to my point of view, I think one of the most influential pope in history of the modern world is Pope John Paul II.